Mambo ya Mau ikiharibika, msiulize rais na mimi, muulize Soipan Tuya mtoto wenu. Sasa ile siasa yote mlikuwa mnasubua rais naye imeisha. Sasa mtamwekelea nini ingine? Si Soipan Tuya ndio anasimamia Mau? Si anasimamia msitu? Anasimamia mazingira, chemishemi za maji. Sasa mambo ya mazingira, chemishemi za maji iko mkononi mwa Masai. Sasa mtafute fitina ingine ya kuletea kiongozi wangu. Mambo ya kanisa hamwezi muingilia, kanisa anajenga. Mambo ya barabara anajenga, mambo ya shule anajenga. Fitina gani ingine watu ya Azimio watatafuta kuwekelea William Ruto hapo Masai? So kama maneno ya fitina tumemaliza, 100% governor, MPs, MCs, zote watu ya Narok kwa kauli moja, tuungane nyuma ya Rais William Ruto tukielekea mbele, ndio hata maendeleo yetu iweze kusonga kama risasi. Mimi kwa sababu sitaki nisidishe kutoka hapo mambo, nyinyi ni wafugaji. Rais amepanga coolers, milk coolers. Sana sana saidia kina mama katika Narok. Kila ward mtapata coolers ndio tuweze kuweka maziwa yetu, tuweze kuuza kwa bei ambayo inafaa. Na mnajua tunasukuma marekebisho katika hiyo sekta ya maziwa. Juzi rais amekuwa na milk processors pale Nakuru na mimi namsaidia, na tunasukuma maziwa isiende chini ya shilingi 50, itoke 50 ikielekea mbele. Juu ya hayo, rais pia amesukuma kiwanda ya ngozi. Tumekuwa kama wafugaji, ngozi zetu tunatupa, na hiyo ni mali mingi sana. Hivi karibuni tumeweka pesa ya kiganda ya kutengeneza leather, viatu na kila kitu kutoka ngozi ya ng'ombe na mbuzi. Kwa hivyo hiyo ni mambo ingine ambaye itamsaidia. Hapa watu ya Kilgoris pia nyinyi ni watu ya kulima. Bolea tukiingia ilikuwa shilingi 7,000. Rais ameng'ang'ana, sasa ni 2,500. Mtumie bolea ndio muweze kuongeza mazao. Juu ya hayo, tuko na miwa hapa katika Kilgoris. Tumefanya marekebisho katika sekta ya sukari, na nashukuru bunge ya kitaifa wametupitishia. Kwa hivyo mtaona marekebisho ambaye itakuwa ni ya kusaidia mkulima. Mimi nikimalizia niseme Bwana Sunkuli, maneno ya usalama. Huyu Ole Tongoyo ako hapa. Si Tongoyo, you know what to do. Keti chini na Kindiki, kama iko shida kuja kwangu na kwa rais. Lakini mambo ya magari ya DCC na USPD hiyo tutapanga, itakuja. Hiyo magari tutawapatia. And I want to thank the county security team kiongozwa na county commissioner and your team. Ile kazi mnafanya tunafurahia. Mambo ya pombe na bangi mnapigana nayo, hiyo wizi kidogo kidogo mngangane, na the few challenges you are having ya transport tutamsaidia ndio muweze kuwa effective. Mimi nikimalizia kutoka hapo, mambo ya changa, ministry yetu ya heritage kuna maneno tunapanga. Lakini ukipanga harambee ya kina mama, mimi nitakuja. Bona mtapanga bahari nitalala. I am ready. As soon as I have somewhere to sleep. Sasa mniambie, mimi niko tayari nikuje ndio tupangane kwa hiyo maneno. Watu ya kanisa mmesema vizuri. Hawa viongozi wetu maaskofu walishikwa kuangaishwa watoke kwa William Ruto. Mimi walinishika kila Friday. Lakini mimi najua ni mang'aa kiasi. Sasa nikishikwa Friday nikitoka Monday ndio nimeharibika zaidi. Sasa hao maaskofu tulihuzunishwa sana. Ile siku walishikwa, hata Rais William Ruto aliudhika. Karibu waseme hii maneno kama watu ya kanisa watahangaishwa ama tuachane naye. Because this is too much. You know, wachungaji, viongozi ambaye wametiliwa mafuta na Mwenyezi Mungu wanakamatwa, magari yao yanashikwa ati wawache William Ruto. Siasa yetu ilifika kiwango ambaye hawezi kubalika katika dunia yoyote. That hata kama ni nini, wachungaji wa Mungu ati unawahangaisha. Bishop ati alale kwa cell. Mimi sikuwa na shida kulala kwa cell kwa sababu mimi pahali nilizaliwa cell nilikuwa naona kama ni hoteli. Iko maji, iko stima, iko nini. Sasa pale si mbaya. Lakini sasa yao mabishop kufungia kwa cell ni makosa.
Na ndio hiyo serikali iliangushwa na Mwenyezi Mungu. Ndio iliangushwa na Mwenyezi Mungu. Kushika maaskofu unafungia kwa cell kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa ilikuwa ni mbaya. Kwa hivyo mimi nimekubaliana na nyinyi, mko na haki, haraka iwezekanavyo mufike pale kwa ikulu ya rais, mkuje hapo, muombe, mkule na yeye na mumuombe na muombe ikulu. Na pia muhakikishe amefika. Si ndio? Kwa hivyo hiyo mimi nitapanga haraka iwezekanavyo mkuje pale kwa rais. Kwa sababu nyinyi mlisimama na sisi 100%. It is good you come there. Ama mnataka kuja hapa kwake nyumbani ama mnataka kuja ikulu pale Nairobi? Wanasema wanataka Nairobi. So tutapanga, you must come. Ndio pia mkuje mtuletee programu ya makanisa, mnajua rais anapenda kanisa na tutaendelea kusaidiana. Nikimalizia, Bwana Kimani Ichung'wah amesema vizuri, hii mambo ya kupeleka askari yetu Haiti wa polisi ni kitu ya maana sana, ya kwamba polisi wetu wa Kenya wametambuliwa ya kwamba ni officers who are professional, ambaye wanaweza kuaminika kwenda kusaidia wenzao katika dunia. Na hii Haiti, kama hamjui, watu wanakaa kama mimi ama nyinyi. Sote ni watu weusi. Sasa tukisikia watu wetu wanaumia, si labda walitoka hapa siku ya slave trade, si tuende tuwasaidie? Na askari wetu are professional, and that is why the United Nations Security Council has identified the National Police Service of Kenya as ideal force to go and assist in keeping peace. Juu ya hayo tuko na experience sana ya kuweka amani katika duniani. So tunauliza bunge, tafadhali, leader of majority, mtusaidie. Na vile umesema ni kweli, we ask the rest of the world, sisi tumetoa wanaume na wamama, na hao watoe pesa ndio tusaidiane. Kwa sababu sisi tuko chini kipesa kidogo, lakini watu tuko na hawa. We have 1,000 police officers, waende pale pia wapate experience. They mix with the rest of the world and they come and share those experiences with us. Lakini sisi serikali yetu inafuata sheria. Ndio tumesema iende bunge, ipitishwe pale bunge, ndio sasa ikuwe imeambatana na sheria. Na ikiwa namna hiyo itakuwa sawa. Nikimalizia, Bwana Sunkuli, umesema hii shule Kiwacha Primary School, ile mabati ilichukuliwa na upepo na umejaribu sana, na mimi nitakutafutia milioni 1 uende umalize pahali mebaki. Kusaidia hapo. Lakini mkaribie sisi. Sasa kama ulikuwa umekuja ungepata hiyo kitambo. Sasa finally kuna hii shule yetu. Hii shule yetu ya Olmotoni Primary na pia Junior Secondary School, mumeomba tujaribu kusaidia hizo shule mbili. Sunkuli utakuja tuongee. Between those schools, serikali kuu itatoa shilingi milioni 10. Naye huyu governor aone vile atafanya, lakini utanunua basi. Naye Sunkuli atafanya nini? Hii kazi ya kugawanwa. What will you do? Mbili, hapana, mbili ni kidogo. No. Anasema milioni 2, si ni kidogo? Aongeze. Ifike ngapi? 5. Wananchi wamepitisha. Haya. Si umeona kutembea area ni mzuri? Si ni mzuri kutembea? Si munivuta nikaribia hapa nikae hapa. Wewe tunayokaa na wazee mjue vile nitakaribia hapa. So hivyo nimsalimie rais. Nimsalimie. Mnaendelea kumuombea? Mnataka akuje nyumbani? Mnamisi yeye? Basi si munipanga nikae karibu nikuwe nikija na yeye. Kwa hivyo ni asante sana, tumeshukuru sana. Hata huyu Faruki Bet pia amenisukuma sana kwa hii na anatusukuma na rais. Sijui huyu Faruki Bet mlipea nini huko. Anatusukuma na rais kila wakati. Na mimi niseme ile mambo kidogo kidogo hapa, hiyo ya gari imechelewa nini, makosa ni yangu. Na mimi naomba msamaha. Mimi nikiwa msaidizi wa rais, nikiwa mtu yake ya mkono na rafiki wake wa dhati, ni kazi yangu kuhakikisha kwake nyumbani hii mambo kidogo kidogo nimetatua. Kwa hivyo hapo naomba msamaha, hiyo haingefanyika.
hapa ni kwa rais nyumbani. Lazima hii mambo kidogo kidogo nitahakikisha imekuwa sorted out, hata isimfikie. Hiyo ndio kazi yangu kwa hii serikali. Kuna mambo mengine haitakiwi ifikie rais, mimi mwenyewe nitasort out kidogo kidogo, inakuwa namna hiyo. Sasa tumekuja mchango. Mko tayari kwa mchango? Sasa huyu mheshimiwa Ale Sing'ang'a amesema ati wa Masai sijui nini. Sasa wewe kama ubaki, lakini pesa ya mchango ya korino utupatie twende naye. Mnataka abaki ama twende na yeye? Haya, umesikia maneno. Sana hapa Narok, siasa ilipokuwa ngumu hapa, wale ambaye walisimama na sisi ni makanisa, na sana sana haya ya kiroho. Walishikilia rais na sisi kwa maombi, na baadaye mkatupigia kura. Kwa hivyo nichukue nafasi hii nikiwa hapa Kilgoris katika kaunti ya Narok, kwa niaba ya rais wetu William Ruto na mimi na timu yetu yote ya Kenya Kwanza, nipate nafasi ya kipekee nikinyenyekea kusema watu ya Kilgoris, kwa maombi yenu na kura zenu, asanteni sana. Rais na sisi ni watu ya shukrani, na Biblia inatuambia kwa wale 10 waliponywa na Yesu, mmoja wao alirudi kusema asante. Sisi ndio huyo mmoja. Na kwa hivyo tukiwa hapa kwa kasi ya kanisa ni kama vile kutia samaki ndani ya maji. Hiyo ndio kazi yetu. Tulikuwa tunakashifiwa hapo mbeleni ati tuko kanisani kila Jumapili. Wale walikuwa wanatukashifu walijua ni kwa nini tulikuwa kanisani. Tulipata baraka kwa kanisa. Na hata hao pale mbele wakiokoka, tuwanakaribisha hao kanisani wakuje tujenge nyumba la Bwana. Najua kuna wakati ilifika walikuwa wamepeleka mjadala bunge ati kupiga marufuku matoleo kanisani na fungu la 10 na harambee ndani ya kanisa. Lakini wabunge pale walikataa kwa sababu lazima tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunafurahi tukija, na nimpongeze gavana wetu wa zamani Bwana Tunai na gavana wetu huyu Patrick Lentutu na viongozi wetu wote, Balozi Sunkuli, kwa hii kazi, na tupongeze kanisa. Tutajaribu kufanya, kwa sababu ninaenda mpaka huko Nyandarua, tuko na kongamano ya wakorino karibu 10,000. Tunaenda pia kuwachangia, na ndio naona huyu mkorino akisema ati amekuja kuona Wamasai. Si ukweli. Amekuja kuhakikisha nisichelewe hapa, ndio nisichelewe pale. Ndio amenifuata, ametumwa na wakorino ambao kaa karibu na yeye, ukiona masaa naenda umsukume asichele. Lakini pia balozi wetu Sunkuli, najua tulikuwa na wewe kwa serikali ya Moi, ukiwa waziri, mimi nikiwa pale katika ofisi ya rais, na wewe ukiwa mkubwa wetu pale. Tukarudi tukakuwa na wewe kwa rais Uhuru Kenyatta. Sasa mimi niko pale na rais William Ruto. Wewe balozi, wewe ni mtu ya serikali tangu zamani. Damu yako ni serikali. Hata ukikatwa ni serikali. Ni vile tu ulidhani wale watapata. Huyu Sunkuli hakuwa na makosa. Alikuwa amesikiza propaganda ile ya system, deep state, akaona kama ile mzee anaweza pita. Na kwa sababu yeye ni mtu ya serikali, akafuata laini gani? Lakini sasa sire serikali ilipatikana, na wewe ni mtu ya serikali. Njoo tukae kwa serikali. Na wacha nikueleze balozi, kwa sababu ni rafiki yangu. Rais William Ruto ni mkaaji wa hapa Kilgoris. Si ndiye rais ya Jamhuri ya Kenya? Si ni hapa Kilgoris? Sasa wewe ni mjumbe wa rais. Kaa karibu na rais. Najua pale kwa boma ya rais iko mambo mingi. Ukikaa hapo unaweza kuona kitu imeanguka, unachukua unaletea watu ya Kilgoris. Siko namna hiyo. Hii mambo mingi unasema hapa Julius. Hii ni maneno haitakiwi hata kufika hapa. Ungekuwa umemaliza kitambo. Kwa sababu rais ndio mwenye kisu ya Kenya.
Yeye ni mkaaji wa hapa, hako na boma yake hapa, hako na ng'ombe zake, hako na shamba. Wewe ni mjumbe wa rais. Kwa hapo karibu na rais. Akifika umemngojea pale. Umepanga wazee nini. Sasa wewe ndio mwenye unachukua kazi ya controller mpaka rais aondoke. Wewe hapana, wewe utakuja siku nyingine, wewe ingia. Simamia hapo. Simungetaka asunguli afanye namna hiyo. Alafu mambo yenu utanyoroka. Na ukweli ni kwamba acha tuseme ukweli. Unajua mimi napenda Wamasai sana. Mimi mwenyewe naitwa Ole Kasi. Mimi ni Masai, nitoka pale Kajiado. Baba yangu akaenda kutafuta mashamba huko Kikuyuni. Sasa Wamasai ni kama mimi, ni watu ya kusema ukweli. Huyu William Ruto alikuwa na matatizo mengi sana. Alikuwa anapigwa na kila mtu. Pigwa na system, pigwa na deep state, ingine ilikuwa inaitwa machinery, na hiyo yote na pesa na nini, akapita akakuwa rais. Sasa yeye ni rais wa Kenya. Saa hii hakuna mtu anaweza mpiga, hata akijaribu hawezi. Sasa hii 2027 si mteremko. Sasa wewe sunguli, wewe jipange hapo. Wewe ni mtu ya serikali, ujipange hapo. Alafu mimi mnasema niko na haraka. Ndio, hata kama nimeitwa na Wakorino. Nyinyi kama mngenipanga mimi, nyinyi mmezoea kupanga viongozi. Viongozi wanapenda hapa Kilgoris. Mlipanga rais wetu wa 4 Uhuru Kenyatta, anashindanga hapa. Anakuja kupumzika hapa, iko mzuri. Rais wetu William Ruto mmempanga. Mimi kwani mtanipanga siku gani? Sasa kama mlikuwa mmenipanga asiningekuwa hapa. Sasa ningekaa, hii maneno yote mmeleta tuongee jikoni pale. Pale jioni tunaongea, tukiongea. Sasa hata mimi vile mmepanga mkubwa wangu, mmepanga Uhuru Kenyatta, sasa mkinipanga si mtakuwa na faida kubwa. Siku ile rais hayuko, mimi ndio niko. Sasa mambo yenu itatembea kutoka pande hii, kutoka mbele, kutoka nyuma. Nyinyi watu ya Kilgoris, kwani mko na shida gani nyinyi? Nyinyi mko nafasi ya kimataifa ya kupanga mambo yenu. Hiyo mnalia usijui nini, hiyo ni mambo ya jikoni, ya jioni pale. Sababu sasa mambo ingine mmeniuliza hata siwezi sema hapa. Hii watu ya magazeti wananifuata kila pahali. Sasa nikisema ile tutamfanyia, wanasema huyu mtu anasema wafanyiwe kwa sababu rais anakaa pale. So hii mambo ingine tutapanga na nyinyi jioni na usiku. Nikimalizia, sisi watu ya Narok tunafurahi sana kwa uongozi bora wa huyu governor wetu na MPs and MCAs. And let me say, Bwana Governor, with a lot of gratitude and respect, you are headed the right way. Tangu kuwe governor, umeshikanisha pale Tunai aliwachia. Narok is talking the same language. Senator Tudio anapiga kelele pale, lakini anapigia Nairobi. So mambo ya Nairobi msishughulike. Lakini within the county here, the MCAs and governor are working together. Governor amepatia kila ward 100 million ya maendeleo. MPs and governor are speaking the same language. Mimi mmesikia juzi tukiwa na rais tumeanza kazi ya kuunganisha Kenya. Rais tumekubaliana aende atafute ile watu walikuwa msituni alete nyumbani. Mimi nishike wale walikuwa nyumbani niunganishe. Sasa nyinyi Narok mlitupigia kura ya rais tukaongoza. Governor mkatupatia, MPs mkatupatia, MCAs mkatupatia. So watu ya Narok, you are in my team. Lazima nikuje hapa niunganisha hii Narok nyuma ya Rais William Ruto. Ndio tukifika pale mbele kuwe Narok ni 100% behind President William Ruto. Na unajua uzuri, bosi yangu Rais William Ruto aliumizwa hapa kidogo Narok na siasa ya propaganda na fitina na uongo. Akawekelewa fitina ati ya kwamba akikuwa rais ati mambo ya mawi itaharibika, mawi itapeanwa, mazingira itaharibika, Wamasai watakosa nyasi na maji. Na wengi wa Masai kiasi fulani kwa vile mnapenda mazingira mkakubali hiyo fitina, mkamnyima kura, mkapeana kule. Sasa rais kwa sababu ni mjasiri na anajua kujipanga, akasema kama hii mau ndio shida, kama hii mazingira ndio shida ya Wamasai,
siwacha nimpatie mtoto wenu asimamie hiyo mazingira. Akakuja hapa akachukua mtoto wenu anaitwa Soipan Tuya. Yeye ndio waziri wa environment, climate change na forestry. Sasa mambo ya mazingira ikiharibika,